Haya, ngoja nikusimulie hadithi ya kijana mwizi na hatma. Palikuwa na kijana mmoja aitwaye Yona, aliyeishi katika kijiji kidogo kilichoitwa Mwangaza. Yona alikuwa yatima na maisha yake yalikuwa magumu tangu akiwa mtoto. Alikulia mitaani akitafuta chakula kwa kuomba au kuchukua kwa nguvu. Alipoanza kuvunja jungu la ujana, akaingia rasmi kwenye wizi. Kijiji kizima kilimjua, mara simu imepotea, mara kuku wa jirani hayupo, mara duka limevunjwa. Jina la Yona lilitajwa kila mara, lakini kila alipokamatwa aliteleza kwa sababu ya hofu ya watu au ukosefu wa ushahidi wa moja kwa moja. Siku moja alisikia habari kuwa kuna mfanyabiashara mkubwa anayetunza pesa nyingi kwenye nyumba yake. Usiku wa manane, Yona alijitayarisha kwa kazi yake ya mwisho. Aliamini pesa hizo zingembadilisha maisha. Aliingia kimya kimya nyumbani kwa mfanyabiashara huyo, akavunja sanduku la pesa na kuchukua mfuko mzito uliojaa noti. Akiwa bado ndani, ghafla mlango ukafunguliwa. Ni mfanyabiashara mwenyewe. Yona akajaribu kukimbia lakini akanaswa. Hapo ndipo mambo yalibadilika. Badala ya kumpiga au kumpeleka polisi, mfanyabiashara alimwangalia Yona kwa macho ya huruma na kusema, "Nimekutambua. Nilimjua mama yako alikuwa rafiki yangu mkubwa. Kama ungekuja kwangu na kuniambia shida zako, ningeweza kukusaidia." Maneno yale yalimgusa Yona moyoni. Kwa mara ya kwanza, macho yake yalitoka machozi, si kwa maumivu, bali kwa majuto. Mfanyabiashara alimsamehe, lakini alimpa masharti. "Kuanzia leo, utafanya kazi kwangu, si kama mwizi, bali kama mtu anayetaka kubadilika." Miaka ilipita. Yona alijifunza biashara, akawa mwaminifu na mwenye bidii. Hatimaye akawa mshirika wa mfanyabiashara huyo. Alipokuwa mzee, alisimulia maisha yake kwa vijana, akiwaambia, "Njia ya wizi ni fupi, lakini giza lake ni refu. Mabadiliko huanza pale mtu anapogusa mwisho wa aibu na kuamua kusimama tena."